Sababu kubwa kwa nini wanaume wanakufa mapema kuliko wanawake, hivyo na namba yao kupungua zaidi duniani. Kitaalamu inaitwa life expectancy. Hivyo wanaume wana life expectancy ndogo kuliko wanawake. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba yaani wanaume wanaishi maisha mafupi kuliko wanawake. Kwa nini sasa iko hivi? Miongoni mwa sababu zilizoelezwa na wataalamu mbalimbali ni pamoja na kazi hatarishi wanazofanya wanaume wengi kuliko wanawake. Lakini pia sababu nyingine wataalamu wa afya na mazingira walisema ni pamoja na ajali na matumizi ya madawa ya kulevya kama vile pombe, hasa pombe ya kienyeji. Lakini walisahau sababu kuu, yaani main reason. Sababu kuu ni tendo la ndoa. Kwa uchunguzi uliofanya na mwanasayansi mmoja mnamo mwaka 2015 alisema kuwa kati ya kazi zote ambazo binadamu huzifanya hutumia nguvu ya asilimia 20 hadi 30, yaani total energy used by the body. Lakini katika tendo la ndoa pekee mwanaume hutumia asilimia 50 hadi 60 ya nguvu zilizozalishwa mwilini. Hivyo kitendo hiki huongeza kiwango cha seli zinazokufa kuliko zinazozalishwa, na ndiyo maana mwanaume hujawa na njaa sana na kuchoka sana anapokuwa amefanya tendo hilo. Kiwango cha seli kinapokuwa kinapungua zaidi kadri muda unavyoenda, ufanisi wa mwili huenda unapungua taratibu na kuwa rahisi kukamatwa na magonjwa na kushambuliwa, hatimaye kupoteza uhai mapema. Mwanaume unatakiwa uzingatie yafuatayo. Hakikisha unapata chakula bora chenye nguvu ili kuongeza nguvu mwilini na kuimarisha uzalishaji wa seli. Lakini pia kama wewe ni mwanamke unayenisikiliza, mshauri sana mwanaume wako kufanya tendo la ndoa akiwa amekula ili kupunguza kiwango cha seli zinazokufa na kuongeza kiwango cha seli zinazozalishwa. Mwanaume, epuka sana mambo yafuatayo kwa usalama wa afya yako katika swala zima la tendo la ndoa. Matumizi ya madawa wakati wa tendo la ndoa kama vile mkongo na madawa mengine, hivyo huongeza matumizi ya nguvu ya mwili itakayotumika kutoka asilimia 50 hadi 70. Hivyo hata kiwango cha seli zinazokufa huongezeka maradufu. Kama una upungufu wa nguvu za kiume, kuna dawa nyingi sana zinazotibu unaweza kutumia ili upone hilo tatizo, na sio kutumia booster, unaharibu afya yako. Mimi ni Mr. T. Usisahau kudondosha komenti yako hapo chini na kusubscribe kwa ajili ya kupata mambo mengi mazuri ya kujifunza yakiwemo ya afya pamoja na hali nzima ya maisha. Asante.